Za KTN leo, jina langu ni Frida Mwaka, mfasiri wa lugha ya ishara ni Sandra Rose. Karibu. Polisi wanamzuilia jamaa mmoja ambaye anaaminika kuwa tapeli anayetumia vyombo vya serikali kuwalaghai watu pesa. Gordwins Otieno Agutu alitiwa mbaroni na kisha kufikishwa katika mahakama ya Milimani, ambapo yadaiwa alikuwa na lengo la kuwalaghai watu fulani pesa nyingi akijifanya afisa wa serikali. Franklin Wala anaarifu. Gordwins Otieno Agutu alitiwa mbaroni na makachero wa kituo cha Kamkunji hapa jijini Nairobi. Wakati wa kukamatwa kwake, yaarifiwa alikuwa ana njama ya kumlaghai mfanyabiashara kiasi fulani cha pesa kwa madai ya kuwa alikuwa anaichunguza kampuni yake na kupata kampuni hiyo ilikuwa haijakuwa ikilipa ushuru kwa serikali. Ripoti ya polisi yadokeza kuwa Gordwins, ambaye anamiliki shirika la kibinafsi la kufanya uchunguzi dhidi ya visa vya ufisadi hapa nchini, huenda amekuwa akihusika katika visa hivi akiwalenga Wakenya wasiojua. Hili linaashiriwa na vyeti alivyotiwa navyo mbaroni anavyovitumia kama mwajiri wa asasi tofauti za serikali hasa za ujasusi. Miongoni mwa vitu hivyo ni gari aina la Prado ambalo mshukiwa amekuwa akilitumia. Gari hilo ni la serikali lenye nambari ya usajili ambayo tumedukua na kubaini lilipeanwa kwa idara ya mahakama. Aidha, polisi wanachunguza kubaini ilikuwaje gari hilo halifanyi kazi katika idara hiyo ya mahakama, ila linatumiwa na mtu wa kibinafsi kwa shughuli zisizoeleweka. The issue of the is one and be a witness in the Kemsa scandal is of no relevance in this application, and I will not dwell on it. The application is allowed in the terms that the respondent will be remanded in police custody today on the 30th of September 2020 and tomorrow on the 1st day of October 2020. The respondent to be produced in court on Friday 2nd of October 2020. Agutu anakumbwa na mashtaka ya kumteka nyara mfanyabiashara huyo na kuitisha shilingi milioni 2 kutoka kwake. Itakumbukwa Agutu amekuwa kwenye vyombo vya habari kama shahidi mkuu wa wizi wa pesa za COVID. Aidha, mshukiwa atazuiliwa na polisi huku uchunguzi wa kisa ukiendelea. Franklin Wala, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji wa